Asanteni sana. Asanteni sana. Mama Aida Odinga, mke wa ndugu yetu, rafiki yetu, kiongozi wetu, pamoja na watoto wake Rosemary Junior na Winnie. Familia ya Jaramogi Oginga Odinga kiongozwa hapa na Senator Daktari Oburu Oginga. Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Rais wa zamani wa Jamhuri ya Nigeria, ndugu viongozi wetu wa dini, maaskofu na wananchi wa hapa Siaya na Wakenya wenzangu wote ambao mnahudhuria mazishi haya. Napenda kuwasalimu hamjambo. Amoso ujodurwa. Amoso ujodurwa. Jodurwa untie. Jodurwa Bwana asifiwe. Mimi kwanza naleta rambirambi zangu za mke wangu na watoto na za serikali zima la taifa letu la Kenya kwa familia ya huyu shujaa, our brother, the leader of ODM, the foremost political engineer in our republic, as we have been told. Nikisema pole sana Mama Aida na watoto na jamii kwa kumpoteza ndugu yetu aliyelala hapa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Let me say this for the record. The nation of Kenya today is flowing with floods of tears of grief. The foundations of Kenya are shaken by the stomping footsteps of mourners, and the soul of our nation is aching because of the loss of a great hero of our nation, a man who has been made through fabric of struggle, a man who many fondly referred as the people's president, the Honorable Raila Amolo Odinga. We come here to honor him in a lot of respect because of his contribution to our nation. Na ndio sababu leo nataka niseme mambo machache. Mimi na huyu kiongozi wetu Raila Amolo Odinga nilijuana na yeye wakati nilichaguliwa kama mbunge wa Eldoret North in 1997. I came to meet him in parliament. Baadaye tukawa na urafiki na ushirikiana mpaka tukatengeneza ile ilikuwa inaitwa cooperation siku hizo, mpaka Raila akakuwa Secretary General wa KANU. Baadaye nikaungana na yeye wakati tulikuwa na mambo ya katiba ya taifa letu la Kenya. Tukashirikiana katika kutafuta katiba mpya ya Kenya. Mimi nikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya katiba baada yake. Na mambo yakaenda mpaka tukaunda chama cha ODM pamoja na ndugu yetu Raila Odinga akiwa ndio kiongozi wetu.
ndio nikashirikiana na yeye na nikajifunza kutoka kwake. I can confidently say, as Mama Aida has said, Raila Odinga was not just an engineer, he was a political engineer. And I can say here, among his many students in the class of political engineering was yours truly, William Ruto. And I am very proud today that Raila Amolo Odinga is being rested when one of his own students, a man he has mentored, is today the President of Kenya. Mimi nataka niseme hivi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, katika uchaguzi uliopita wa 2022, watu wengi ambao walikuwa wananiunga mkono walikuwa wanashangaa sana kwamba mimi si kuwa na wasiwasi wowote na uchaguzi wa 2022, kwa sababu mashindano ilikuwa kati ya Raila na mwanafunzi wake. And therefore, it didn't matter to me the outcome of the election of 2022. Either Raila Odinga was going to win or his political student, William Ruto, was going to win. And that is why, hata wakati waliniuliza watu wengi, wewe bwana, wewe unawezaje kushindana na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wakiwa pamoja? Mimi sikuwa na wasiwasi, kwa sababu kama Raila angeshinda hiyo uchaguzi, mimi ningekuwa nimepata ushindi. Na kwa sababu nilijua yeye yale alikuwa amepanga katika manifesto ya Azimio, mpango ya housing, mpango ya universal health coverage, mpango ya elimu, mpango ya kilimo, mpango ya masomo, yalikuwa sambamba na sawia na sawa na yale nilikuwa nimepanga. It is just a student and his teacher. And that is why I can now reveal here today that immediately after the election, a few months, and there are witnesses sitting in our midst today, I looked for Baba. A few months after the election, nikamwambia mheshimiwa, tukaketi chini na yeye, nikamwambia mheshimiwa Prime Minister, wewe ni mwalimu wangu. Kwa umri mimi natoshana kuwa kijana wako. Kwa mapenzi ya Mungu mimi ndio rais wa Kenya. Nikamweleza mheshimiwa Raila, kwa hii serikali mimi nataka nikupatie mambo machache. Nikamwambia, kwanza, kama utasimama 2027 kuwania urais, ama kama utaunga mkono mtu mwingine, mimi hainijalishi. Mimi ninataka kama kijana wako niliyejifunza siasa chini yako, nataka nikushughulikie, kwa sababu wewe, you have made a huge sacrifice for our nation. You have made a huge contribution to our nation. And I told Baba, I want, as a person who has learned in your political school of politics, I know you have made a huge contribution to Kenya. I know you have paid a huge personal sacrifice, family sacrifice, community sacrifice. I want to right the wrongs that have been done to you in our nation. And we agreed with the former Prime Minister
And I told him without condition, I will do whatever he wanted me to do, especially to make sure that the sacrifices he had made for our nation, the contribution that he had made for our nation, we right any wrong that may have happened. Mimi namshukuru Mungu kwamba baadaye katika safari hii ya siasa Mungu alinipatia nafasi, mbali na changamoto nyingi zilizokuweko, Mungu akanipatia nafasi nijumuishe chama ya ODM katika serikali ya Kenya. And I am very proud that today ODM is part and parcel of the government of the Republic of Kenya. Wakati baba nilizungumza na yeye, hakunipatia masharti yoyote vile ya kujumuisha ODM kwa serikali. Mimi ndio nilimuuliza, baba, mimi nataka waziri wa fedha wa kwanza wa kutoka Nyanza, mimi na wewe tupatie nafasi hiyo. Baba akanipatia huyu mungwana anaitwa Nyang', huyu John Mbadi. Leo I am very proud that Baba and I made the decision to have John Mbadi as the Minister of Finance of Kenya. Today, inflation has come down to 4% from 9.6%. Exchange rate has come down from 165 to 129. Today, our inflation, I have said, exchange rate, our interest rates have come down, and Kenya is now the 6th largest economy in the world, in Africa. This man, John Mbadi, anatosha ama atoshi? Wengine waliniambia ya kwamba hatoshi kwa sababu anatoka mahali fulani. Nikasema nitamfanya waziri nione what is going to happen. Na leo we have seen what has happened. I am very proud of the decisions that we have made. And so are all the other ministers that we are now joined together in this administration. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, najua ya kwamba mimi ni kiongozi wa chama ya UDA katika Kenya Kwanza. Lakini mimi nataka niwahakikishie wana ODM, kulingana na matakwa ya baba, because baba believed in political parties, he built the largest political party, ODM. I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong as we go to 2027, because that is the way we are going to have a strong government. Political parties are the foundations of any meaningful democracy. And therefore, the future of ODM, the strength of ODM, the well-being of ODM matters a great deal to me, because that is how we are going to have a strong nation, by having strong, vibrant, national political parties. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie, kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Ile kitu siwezi kukubali. Ile kitu kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali. Na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Ni wale ambao wanataka
kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Si tukisema ODM tunasema tuko tayari. ODM. 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 Muko tayari? Muko tayari? Tuunde serikali 2027. Mimi nataka niwaeleze hivi. Baba, we consulted with him very often. But the last 1.5 months were very difficult times because every time I met Baba, his voice was hoarse, and he kept on telling me that I am weak because I am taking some drugs. And I was very concerned. He explained to me that he had gone to Dubai and he had gone to the American hospital, and they had told him a few things about his health. And then he came back and went to Canadian hospital again in Dubai. And after he came back, his doctors, led by Dr. Olunya, who is his personal doctor for many years, administered some medicines to him. And when I went to New York for the United Nations General Assembly, I kept track with what he was doing. And I told him, I will come back, I will come through Dubai, I will also do a medical checkup, but when I come back, I want us to meet. Because his health was very concerning to me. So when I came back, I thought I would meet him on a Saturday, or was it a Sunday? But when I called him, he told me, William, Bill, actually, I have gone to Malindi. The doctors have advised me to go and rest in Malindi. I will come back on Tuesday. So I told him, it's okay. Let me go to the farm. I will come back on Sunday. I will wait for you on Tuesday. On that Tuesday, Baba called me and told me he is coming. And he wanted to come and meet me in the office. I told him, because you're not feeling very well, you go home, I will come home in the evening. And that evening on Tuesday, nikaenda nyumbani, Mama Aida akatupikia chakula, nikawa na ndugu yake Uburu, nikawa na msichana wake Winnie, tukakula chakula cha jioni, tukaongea, akatueleza sisi zote vile alivyokuwa anajisikia, na kwa kauli moja sote pale tukamueleza hatutaki guesswork kwa mambo ya afya. Wewe mwenyewe na madaktari zako uamue. Na nikamwambia serikali ya Kenya itamsimamia akiamua kwenda mahali popote kutafuta matibabu. Kwanza alikuwa anajaribu Ujerumani, akasema pengine atajaribu China, akasema pengine atajaribu sehemu zingine, mpaka akamalizia akasema ako na marafiki ataenda kule India. And we facilitated everything that the former Prime Minister, as the leader of this nation, wanted. Sitaki kusema yale mengine kwa sababu sote tumeambiwa. But I must commend members of his family because they were always there for Baba. Especially Winnie Odinga. Winnie, you are a special person to your father. You stood by your father
You were concerned about his health. You persuaded him to take his health seriously. I must also thank Ruth. Ruth Odinga, you were there for your brother. And Oburu kept calling. Mama Ida kept calling. But I want to say it was not easy. Because when we thought Baba was okay, in fact, alikuwa amepigia watu wengi simu. Waambia mimi niko sawa sasa. Madaktari wameniachilia, wamesema nirudi baada ya miezi 6. Wacha sasa niende nipumzike, nitapitia Dubai, nikuja nyumbani. Tulikuwa tunapanga kuja hapa Jaramogi Oginga Odinga on Thursday kwa ile investment conference. Lakini mambo yakabadilika, yakawa vile yalivyokuwa. So nikienda ofisini asubuhi, I remember it was about 6:40 or 6:45 there. Nikaona kwa simu yangu Oburu ameniandikia WhatsApp message, akaniambia my brother is critically ill. Nikampigia Oburu, nikamuuliza, I thought we spoke to Baba and he was feeling okay. Imetokea nini? Akaniambia amepata information. So nikachukua simu yangu, nikapigia yule ambaye alikuwa ameenda na yeye. Akaniambia Baba is okay. Yeye pia hakuwa anajua. Nikamwambia ebu check. Nikachukua simu yangu nikapigia mwingine, akaniambia pia hajasikia. In a few minutes, like 10 minutes, Oburu akanipigia tena. Akaniambia inaonekana Baba ametuacha. He was not conclusive. So that's a few minutes after 7. After 2 minutes, Winnie akanipigia. Akaniambia, first I told her, please Winnie, don't tell me any bad news. But of course she said, the bad news have happened. My father is no more. And those were very, very difficult moments. Many commentators in the newspapers and in the media say this is a very big blow for William Ruto. Yes, it is. It is a very big blow. A few minutes later, we consulted with the family. I remember calling Ida. She could not talk on the other side. And then we managed to do the processes that were necessary. I got in touch with the government of India, and I requested them to accord our brother the highest support that they could. I must thank the Prime Minister of India, Narendra Modi, who is a friend of Raila Odinga, for putting at our disposal, all the support, including military honors for our brother Raila Amolo Odinga. Lakini haikuwa rahisi hivyo. Baadaye jioni tukisha panga vile watu wataenda kumchukua mwili wake, usiku Winnie akanipigia. Winnie akaniambia, Mr. President, hiyo ndege ambayo inakuja kubeba mwili ya baba, mbona inaenda Mumbai? Mbona isikuje hapa mahali baba yuko? Sasa wewe unanifanya nisumbuke kupeleka mwili ya baba saa hii usiku. Ningangane naye niweke kwa ndege na nimechoka. Na hii kitu ni mzito sana kwangu. So I had very difficult moments there. Nikamwambia Winnie, unajua sasa hii ndege iko na watu wengine wanaenda kule Mumbai. Na turnaround yake tulikuwa tunataka kupunguza. But she could not take any of it.
Nikawachana na yeye, nikapigia Ruth. Nikamwambia Ruth, please help me manage Winnie. Mwambie tu atulie kidogo, these arrangements we are making. But all in all, I must say the concern of the family, his children, the wife, his brother Oburu and all the others was amazing. Hapo katikati, wakati bado tunahangaika, nafikiri kama saa 3 hivi asubuhi, nimeona kwa WhatsApp Junior amenitumia message. Nasema will ya baba inasema he must be buried within 72 hours. Huyu Junior amenitumia. And I am sending our lawyer to Mama to go and tell her what Mzee's will was. So hapo katikati sasa ikawa ni kizungumkuti. We are trying to balance between the will of the late, the reality of where he is, the requirements of culture, the state, the church. So there were tensions all over the place. That we are here Sunday to pay our last respects to Raila Amolo Odinga is an act of God. Na tunashukuru Mungu kwamba imetusaidia tufikishe hapa. Finally, as I must say this to the people of our nation, because this is the assignment that the Honorable Raila Odinga and I will mention who else were working on. Mumesikia Mama Aida Odinga vile ameongea. Amesema Raila was very concerned about our country and the state of our development. All of us know that Raila kept on telling us about South Korea, about Malaysia, about Singapore, and about those countries that were with Kenya 60 years ago. And he was very concerned that Kenya was still a third world country. You have heard from Haida herself. It was a major concern for the Honorable, the late Prime Minister. And wacha niwaeleze wa Kenya, the last 3 months, I have been engaging deeply with the former Prime Minister. And I want to say, when I first declared that I was going to run for president in 2005, among the people who encouraged me, then, when it was not even thinkable that I would be anything, was Raila Odinga. The last 3 months, we sat together and we agreed with Raila. And I want to say here in front of his body, we agreed with him that we must do whatever it takes to get Kenya out of this third world status and move it to the first world. We sat down with this man here. Na tukakubaliana na huyu Raila Amolo Odinga mwenyewe akatumana yule Hino, Professor Hino, akuje Kenya. Hino came here almost a month ago for us to agree on the plan that is going to get Kenya out of this mess. Nyinyi mnajua hapa Siaya sasa iko mpango ya nuclear energy, kwa sababu Raila alisema hatuwezi kuwa ni nchi ambayo tunaweza kusonga mbele if we do not have enough energy. And Raila proposed that we should at least generate another 10,000 megawatts. Let me say this because there is no other moment for me to say this when he is here with us. The same Honorable Raila Odinga agreed with me
that we must extend the SGR from Naivasha through Siaya here to Malaba. He also agreed with me that we must extend a dual carriageway from Rironi through Nakuru, through Eldoret to Malaba, and also through Kericho to Kisumu to Malaba. And we agreed with him on how we are going to build a new airport and how we are going to expand our infrastructure. Haya ni mambo niseme mbele yenu, the late akiwa hapa. Na tukakubaliana na yeye tutawazungumzia viongozi wetu wa bunge, tuanze kuelewana. Na nikakubaliana na yeye kwamba pia nitamtafuta rais wa 4, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. And I want to say here to you, Baba, we agreed, me and you, that I would look for President Uhuru Kenyatta. And I booked an appointment. I sat down with President Uhuru Kenyatta, and we discussed what I had discussed with Prime Minister about the future of our country, how to think big, how to get rid of the average and the usual and the normal and the ordinary, so that we can stretch this nation to the extraordinary and to the excellent. And you remember, President Uhuru Kenyatta, I came to your office, I sat down with you, I explained to you what I had discussed with my brother, Prime Minister, and I want to thank you immensely that you shared in putting this country together, eliminating division and tribalism, and making sure that we can forge a unity that would lift Kenya from a third world status to a first world status. Ndugu zangu waombolezaji, Mama Aida, I have discharged my responsibility to a friend, to a brother, to my mentor, a man I went to his school. Wengi walijaribu kuniambia ya kwamba Raila hakukuwa rais, kwa hivyo heshima yake ishushwe chini kidogo. Mimi nikawaambia hata kama hakuwa rais, he was the people's president. Na kwa hivyo apatiwe heshima ya kutoshana na rais. Ndugu zangu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nataka ni mheshimu Mama Aida kwa kutusaidia kuchunga huyu kiongozi wetu, watoto wake by standing with their father, familia nzima ya Jaramogi for the contribution they have made and for allowing Raila to be part and parcel of many families, not just the Jaramogi family. He became part of the family of Kenya. Today here we have leaders from across Kenya who associate with Raila Odinga, who have been mentored by Raila Odinga, who are supporters of Raila Odinga. I must thank his security people, Maurice Ogeta especially. Thank you very much, Maurice, for standing with Raila always. I remember Maurice, in our days of ODM, this Maurice used to wipe our shoes when we came late from campaign. Maurice, I want to tell you, Government of Kenya, as we look after Raila's legacy, you too will stand guard with us to look after Raila's legacy. Together with all the other people who worked with Baba.
To this community, I want to assure you that by God's grace, we're going to journey together in the footsteps and in the direction that our friend and brother Raila Odinga has pointed to us. And I will not betray the course upon which I have agreed with him. Asanteni sana, poleni nyinyi wote, rest in peace. Raila Amolo Odinga, our leader, our brother. Thank you very much. Naomba tumpongeze rais.